Kwa majina ninaitwa Pastor Vincent, na nimekuja na ujumbe leo ambao unasema nitaibariki kazi ya mikono ama kuiombea mikono na kupata uhuru wake. Kwa nini nimekuja na somo linalosema kuombea mikono? Mikono ya mwanadamu ni mikono iliyobeba neema. Mungu anasema nitaibariki kazi ya mikono. Ninajua kuna watu mnafanya kazi, kuna watu mnapambana na maisha, kuna watu mnapambana vita kwa ajili ya kufanikiwa. Lakini kama hautaiombea kazi ya mikono, inaweza kuwa ni sababu ya kukuweka chini, lakini pia inaweza kuwa ni sababu ya kukufanya ufanye kazi ukiwa na bidii lakini usione matokeo ya ile bidii unayoitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Biblia inazungumza sana kwa habari ya nitaibariki kazi ya mikono yako? Ninapozungumza kwa habari ya kazi ya mikono, ninazungumzia wewe unaifanya kazi. Kuna mtu anafanya kazi ya mikono, lakini ile kazi ya mikono imegeuka kuwa ni changamoto kwake, imegeuka kuwa ni maumivu kwake. Kwa nini? Kazi yako ya mikono inapobarikiwa, unapata faida, lakini unapopata ile faida hauishi tu kwenye faida, inakupa amani ya kuendelea. Inakupa amani ya kuendelea. Kwa nini ikupe amani ya kuendelea? Maana katika ulimwengu wa roho tunapokea kupitia miguu, lakini katika ulimwengu wa roho tunapokea kupitia miguu, lakini katika ulimwengu wa mwili tunapokea kupitia mikono. Kwa hiyo anasema nitakubariki kila utakapoingia, kila itakapokanyaga miguu yako pamebarikiwa. Lakini anaposema pamebarikiwa na utatawala, anaporudi kwenye kubariki kazi, anazungumza kazi inayofanyika kupitia nini? Sema nitaibariki kazi ya mikono yako. Okay, kwa nini kuna kazi ya mikono? Wewe mama unayefanya biashara, wewe baba uliyefungua kampuni, wewe ambaye umetengeneza miradi yako tofauti tofauti. Biblia inasema kazi ya Mungu haina majuto. Kitu chochote unachokifanya kupitia Mungu hakiwezi kikakufanya ukajuta. Hakiwezi kikawa ni sababu ya wewe kuumia, wala hakiwezi kuwa ni sababu ya wewe kupita kwenye vipindi ambavyo ni vigumu. Lakini pia haiwezi kuwa sababu kwamba kila unapokusanya basi uwe ni mtu wa kupoteza. Sio mpango wa Mungu. Ni kweli unapambana, unafanya kazi, unapata fedha, unamiliki, unaziona, lakini hauna amani, lakini hauna furaha, lakini kuna magomvi yasiyoisha, kuna magomvi yasiyopungua kwenye familia. We mwenyewe pamoja na hizo fedha, lakini hauna afya. Mtu wa Mungu naye nitazama usiku wa leo, ni usiku wa afya, ni usiku wa mikono yako kumiliki vitu ambavyo utavitawala. Yaani utakuwa na fedha, utakuwa na afya, utakuwa na miaka mingi, hautakufa kabla ya wakati. Watu wengi wanavyozidi kufanikiwa ndivyo wanavyozidi kupoteza maisha. Maana kuna tofauti kati ya kupoteza maisha na kuaga dunia. Kupoteza maisha ni mtu mlikuwa mnaongea naye sasa hivi, ghafla tu hajaacha usia wowote, yaani hana taarifa kamili, unaambiwa amekufa, unaambiwa maisha yake yamepotea, unaambiwa hatuko naye tena. Uko ni kupoteza maisha. Kuaga ni mtu anakaa na familia yake, anaweka mikakati, wanazungumza, wanaweka vikao,
vitu vinakaa sawa, ndio vitu vinaanza kuendelea. We baba unaipita kwenye pressure, unaipita kwenye kansa, unaipita kwenye vitu vingi sana, nataka nikwambie sababu kubwa iliyobeba roho ya hicho ambacho unapitia, I'm telling you, imeanza kwenye mikono. Kipindi ambacho ulitakiwa kuweka sukari vijiko viwili, mkono ulikupa nafasi kuongeza kijiko cha 3. Kipindi ambacho ulipaswa kujua nini ufanye, ulijua, lakini mikono ilikutuma kuongeza spidi. Kwa hiyo kuna mtu ana sukari sasa hivi, anazunguka naombewa, anazunguka kila mahali, ametumia kila dawa, lakini hakuna mafanikio. Ulishawahi kukumbuka siku moja kwamba vitu vingi vinavyohusu afya vimetokana na mikono? Na usiku wa leo ninaenda kuomba na mtu katika mikono, na mikono hii nitakapoombea, kuna mtu ataenda kupata uponyaji. Biblia inasema ana wingi katika siku na miaka katika mkono wake wa kuume. Unaona sasa Mungu anaanza kusummarize utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Unisikilize. Anasema mkono wa kulia una miaka mingi. Utajiri na heshima upo mkono wa kushoto. Kitabu cha Mithali. Kwa nini huu mkono utajwe kwamba unatengeneza kwamba una miaka mingi katika mkono wako wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wako wa kushoto? Leo nataka nizungumze na mtu ambaye anaenda kupona usiku wa leo. Usiku huu ni usiku wa ajabu sana. Na ni usiku ambao unaweza kutengeneza historia ya kusahau kile ulichokuwa unapitia. Mikono imekuwa sababu ya wewe kuandika message. Mikono imekuwa sababu ya wewe kumpiga mtu. Mikono imekuwa sababu ya kuangusha kile ambacho umekishika. Mikono imekuwa sababu ya kusaini mahali ambapo pamekuletea shida mpaka leo. Ni mikono. Mikono ndiyo ile ambayo ilibeba simu ya thamani, ikateleza ikaanguka. Mpaka leo ile pesa imezimika. Mikono ndiyo ile imebeba majila, mandoro masakata, roi makatashi ni maro, sheri masano. Mikono ndiyo iliyobeba majila. Hakuna mtu anavaa saa kichwani. Hakuna mtu anavaa saa mguuni, tumboni, kiunoni, kifuani, hapana. Anavaa kwenye mkono. Na ili ujue hiki kitu nazungumza, walio wengi sana wanavaa saa mkono wa kushoto. Wachache sana wanavaa mkono wa kulia. Kuna kitu nataka nizungumze na wewe cha ufunuo. Kwa nini Mungu anaweka majira kwenye mikono? Kwa nini Mungu anasema nitaibariki kazi ya mikono? Sina uhakika na siamini kama kuna mtu anahesabu fedha na miguu. Nina imani kila mwenye mikono anaweza kuhesabu fedha. Anaweza kushika kitu akakisukuma kwa nguvu. Na mikono ya mtu ikiondoka, mtu anapoteza uwezo wa kukimbia. Anapoteza uwezo wa spidi. Utakuja kujiuliza, mikono na miguu, kwa nini mikono ikiondoka miguu ikosa spidi? Nataka nizungumze kwenye hili swala la mikono. Kuna mtu ana madeni ambayo mpaka leo hii alisaini kupitia mikono.
harina masuri gelabasha. Alipo saini kwenye hii mikono ikamwambia ni kweli umesaini, lakini hautakuja kufuta hii saini kwamba nimemaliza. Kwa mikono ilisaini, na mikono hii ndio inakusaliti. Mikono hii ndiyo ile ambayo umeenda pale benki ukaambiwa umesahau saini ulioisaini kwa mikono yako. Hii mikono ukaambiwa badilisha saini, iwe ni benki iwe ni mahali popote, lakini ni mikono. Kwa hiyo mtu yoyote anafanya contract kubwa, anafanya miradi mikubwa, ulishawahi kujiuliza kwa nini kila mradi unaofanya lazima usaini? Ulishawahi kujiuliza kwa nini kila kitu ambacho kinaweza kuleta matokeo makubwa kwenye maisha yako lazima usaini? Kwani usingekuwa unaandika tu kisha andika unaondoka? Kwa nini usaini? Manake katika ulimwengu wa roho, mikono ina saini ya kukufanya utoke Tanzania leo. Saini yako ikakuvusha kwenye mipaka ulio saini na mikono. Ukaingia nchi yoyote, ukaambiwa saini hapa ili uingie ndani, andika hapa ili uingie ndani. Kwa nini? Mikono. Na ndio maana Mungu anajifunua anasema nitaibariki kazi ya mikono. Kuna mtu amefanya kazi ya mikono, lakini mikono ilibeba roho za mauti. Wakati inasaini ile kampuni, inasaini ule mkataba, mikono ikawa imebeba roho ya kumfelisha kabisa huyu mtu. Na ndiyo maana kuna watu walisaini mikataba lakini hawakuimaliza. Leo hii wamekuwa maskini. Leo hii wamekuwa hawawezi kufanya chochote. Leo hii wamekuwa ni watu wa maumivu. Leo hii wamekuwa ni watu wanaolia. Lakini kuna mahali ulisaini na mtu akabeba saini yako akapeleka kwa mganga. Ile saini ilipoingizwa kwenye kiapo cha kuto kusaini mara ya pili, ulipomaliza mkataba hamna kitu kiliendelea. Ulipopata kazi nyingine, majira ni yale yale, msimu ni ule ule, vitu vikaharibika. Kwa hiyo mikono imebeba roho za uponyaji, lakini mikono imebeba roho za mauti. Hakuna vita unaweza kupigana na miguu. Miguu itakusaidia kukimbia, miguu itakusaidia kuruka, lakini mikono ndiyo iliyobeba silaha. Nina imani wewe shahidi. Ikiwa kuna mwanajeshi ambaye hana mikono, hata kama angekuwa na sifa, akafanikiwa kutumwa vitani, labda akae mahali kwa ajili ya ushauri, lakini sio kupigana vita.